Haleluya. Amen. Tukasome katika ile kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Yes, ambayo inaonyesha upendo wa Mungu ndani yetu. Ambayo inaonyesha ule upendo wa Mungu. Alivyo na upendo wa ajabu. Haleluya. Amen. Msomaji wangu naomba unisome. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu. Amen. Sura yake ya 3 na mstari wa 16. Amen. Nitasema kwa jina la Yesu. Amen. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Wangu soma kwa step. Haleluya. Kwa maana jinsi hii. Jamani, kwa jinsi gani? Kwa jinsi hii. Mungu aliupenda ulimwengu. Aliupenda nini? Ulimwengu. Jamani, aliupenda nini? Ulimwengu. Aliupenda ulimwengu. Ulimwengu huo ni mimi na wewe. Ulimwengu huo ni sisi. Haleluya. Akafanyaje alipoupenda? Hata akamtoa mwanae pekee. Jamani, rudia haja kusikia. Hata akamtoa mwanae pekee. Akamtoa mwanae pekee. Mwanae pekee. Alipomtoa ili kila mtu, huyo mtu afanyaje? Amwaminie asipotee, bali afanyaje? Bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Kama hujasikia vizuri, maana ninaona hamjasikia. Biblia ya neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee, bali na uzima wa milele. Ni nani awezaye kumtoa mwanae? Ni nani awezaye kumtoa mwanae kwa sababu ya mtu tena aliye adui wake? Ni nani katika dunia hii ya leo? Nani? Nani aliye kama Mungu wetu mwenye upendo wa ajabu, aliyemtoa mwanae pekee ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Wakazi wako Chambo, sasa mmelisikia neno la Mungu linasema kila mwamini asipotee. Wewe unakataa kumwamini Mungu, unataka kupotea? Jibu swali, unamkataa Yesu, unataka kupotea? Jibu nadhani ushalipata. Kama hutaki kupotea, basi mkubali hivi leo Yesu ili mradi umwamini yeye hautapotea. Neno la Mungu linasema yeye mwaminie hautapotea. Haleluya. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Sasa tunakwenda kuangalia huyo mwanae sasa ana kazi gani. Fungulia katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 mstari wa 23. Funulia mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu. Amina. Sura yake ya 11. Amina. Ule mstari wa 23. 23. Amina. Njoni kwangu ninyi nyote. Jamani, hebu angalia Mungu wetu alivyozidi kuwa na upendo. Amemtoa mwanae jatosha, bado anasema njoni kwangu nyinyi nyote. Jamani, mnafanyaje? Msumbukao. Jamani, nyie mnaosumbuka, Mungu amemtoa mwanae yetu sisi, bado akasema nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, njoni kwangu nitawapumzisha. Mizigo hiyo ni nini? Mizigo hiyo ni ulevi, mizigo hiyo ni uasherati, mizigo hiyo ni uzinzi. Ayayayaya, nauona upendo wa Mungu ulivyo mkuu na wa ajabu. Jamani, nani kama Mungu? Hakuna. Hakika hakuna aliye kama Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Hakuna anayependa ulevi, hakuna anayependa uzinzi. Hiyo ni mzigo ambao shetani amekutisha baada ya wewe kumkataa huyu Yesu. Ili ukimkataa Yesu, unataka upate nini katika dunia hii? Unataka upate nini zaidi ya mzigo? Unataka upate nini? Unataka Yesu akae ndani yako? Basi acha dhambi. Unataka Yesu akae ndani yako? Basi acha uzinzi. Unataka Yesu akae ndani yako uwe na amani. Nasema amani ya Yesu Kristo na iamue ndani yenu. Haleluya. Hivyo nadhani ukiwa na amani ya Kristo unakuwaje? Kwa mfano hiyo, nadhani ukiwa na amani unakuwaje? Kwa
mfano. Tena amani ya Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya hiyo dhambi zako, bado akasema njoni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka mizigo ya dhambi. Dhambi ni mzigo jamani. Ingekuwa sio mzigo, mtu asingelewa akalala yani ajikojolea njia. Watu wazima wafanya vitu vya ajabu kwa sababu ya mzigo wa dhambi. Ingekuwa sio mzigo, ingekuwa hivyo mlivyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wako chama, nadhani tunaelewana. Bila shaka unanielewa. Ukielewa umeamua mwenyewe. Roho Mtakatifu anaelewesha kila mmoja mmoja. Haleluya, haleluya. Narudia tena, dhambi mzigo, tena mzigo mzito sana sana. Haleluya. Mimi ninakushauri umkubali Yesu siku ya leo. Haleluya. Mradi uwe mwepesi, huo mzigo ukaondoke siku ya leo. Huo mzigo ukaondoke siku ya leo. Haleluya, haleluya. Kuna siku niliona comment moja kwa inasema wadada wa kwa Yesu jamani mnatisha. Sasa wewe unadhani ukinilinganisha mimi na yule kahaba wa barabarani hivi tunalingana? Hatulingani kwa sababu ya Yesu niliyembeba ndani yangu. Haleluya. Kwa sababu ya Yesu aliye ndani yangu inaleta utofauti. Haleluya. Kamwangalia kijana wa mtaani anayevuta bangi, kamwangalia kijana wa kanisani, utajua kwamba Yesu anabadilisha mambo. Yesu anatuweka tofauti. Haleluya, haleluya. Watu wa Kachambo, Bwana ni mwaminifu sana. Yesu wetu anawapenda sana. Ndio maana siku ya leo ametuleta mahali hapa, si kwa akili zetu wala kwa mawazo yetu, bali kwa ile roho iliyojenga ndani yetu, iliyoamua ndani yetu. Haleluya. Wewe unayenisikiliza, unayejiuliza mara mbili kwamba baba atanionaje, mama atanionaje, rafiki zangu atanionaje, nakwambia hakuna atakayekuwa na wewe hiyo siku ya mwisho. Kila mtu, neno la Mungu linasema atauchukua mzigo wake yeye mwenyewe. Hata baba yako utasema huyu ni mwanangu. Hata baba yako sikusema kwamba huyu ni mwanangu, nitaingia kuzimu badala yake, kwa sababu yeye mwenyewe ana furushi lake. Haleluya. Yeye mwenyewe ana mzigo wake. Sasa atachukuaje nao kwako? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Haleluya. Huyo rafiki yako unayemwona mzuri leo, unayemwona rafiki mwema leo, anayekushauri kuvuta bangi, anayekushauri kuwa kahaba, siku ya mwisho hautamuona, hautamuona. Haleluya, haleluya. Biblia yetu haidanganyi. Inasema kila mtu jamani. Hawajasema kila mtu na rafiki yake, hawajasema kila mtu na mama yake, wala kila mtu na familia yake. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Zani ni mzigo gani? Sio mzigo wa dhambi, sio mzigo wa dhambi. Wewe amua leo kubali huyu Yesu. Maana kuna siku utatamani, utasema jamani, angekuwepo yule dada ningeokoka, jamani, angekuwepo yule mtumishi, jamani, ningeokoka. Haleluya. Haitawezekana. Haleluya. Nasema mvua inyeshi kwa mwaka mara moja. Hiyo sio kweli.
Mimi nasema neno la Mungu linadumu. Na ukiona leo umesikia uchumbe huu nawe ukapuuzia, utasema wanasema kitu gani? Wanasema nini? Mimi na usuli wangu huu niende nikavae gauni refu. Mimi na usuli wangu niache kujipodoa, niache kujisnapisha, niache kuingia mtandao, niache jamani kubali wa baba wenye hela zao. Nakwambia leo siku moja hao wote watapita. Walikuwepo wazuri zaidi yako, walikuwepo Msambo zaidi yako wewe kaka. Unajikuta wewe ni wewe. Kila dada unataka umchukua wewe, kila dada anakugombania wewe. Nakwambia siku ya mwisho kila mtu atakukimbia. Uzuri wako ulio nao ambaye Mungu amekupa. Mungu anatupenda, anamuumba kila mtu kwa sura na mfano wake. Mungu kakuumba kwa sura na mfano wake, na ndio maana alikuja kukutafuta ulivyoanguka dhambini, na ndio maana alimtoa mwanae wa pekee. Haleluya. Jamani, tufikiri kwa akili za kibinadamu. Ni nani awezaye kumtoa mwanae wa pekee? Hakuna. Kwa ajili ya adui yake. Tena adui yake ambaye alipewa msaada na Yesu, alafu baadaye akamsaliti. Nani awezaye kutoa kitu chake kwa ajili yake? Hakuna. Hakuna duniani. Hakuna. Hakuna. Fikiria Mungu aliitisha kikao. Shughuli zote za mbinguni zikasimama kwa ajili yako wewe ulianguka kwenye dhambi. Unajua jinsi gani Mungu anakuheshimu wewe? Unajua jinsi gani Mungu amekupa thamani wewe? Ndio. Haya. Kaitisha kikao Bwana. Malaika wote, maserafi, makerubi, wazee 24 wakakaa kwa ajili yako. Ujioni kama ni mtu wa thamani. Bado hujajua tu kama wewe ni wa thamani sana. Akauliza jamani, Mungu akauliza nani ni mtume duniani kwa ajili ya mwanangu aliyepotea? La Mungu linasema mchungaji aliye na kondoo 100 pote hapo mmoja, uache wale 99 na kwenda kumtafuta yule mmoja. Sasa uone kama yule mmoja ni wa thamani kuliko wale 99 sana. Wewe ni wa thamani. Tuendelee na story yetu. Umeona Bwana kilivyokalika kikao, akauliza ni nani ni mtume ulimwenguni akaokoe wanadamu na dhambi zao. Ambao wanadamu nimewaumba kwa sura yangu na mfano wangu. Mungu aliacha kazi zote akakaa kukumba mwanadamu uliye mzuri namna hiyo, namna hiyo unavyojiona wewe, namna hiyo unavyohisi wewe, uzuri wako huo. Wote wakinyamaza kimya. Wanasemaje? Neno la Mungu linasema mbingu zikanyamaza. Mbinguni kuna malaika, kuna maserafi, kuna makerubi, kuna wazee wale 24, lakini wote walinyamaza. Kwa upole, sauti ya upole. Kwa sauti ya upole. Nani huyo? Yesu jamani. Yesu akasema nitume mimi Baba kwa ajili ya wewe mwanadamu mmoja aliyepotea, aliyeiacha, aliyeiasi mbingu yako. Haleluya jamani. Haleluya. Akushuka kwa uzuri Bwana Yesu. Akishuka na kuwa na mwili kama wako. Alikuwa handsome kama wewe. Haleluya. Alikula hicho chakula unachokula wewe. Haleluya. Alivaa hayo mavazi unayovaa wewe. Haleluya, haleluya. Aliongea na watu. Alipiga stori kama hizo unazozipiga wewe na marafiki. Lakini Mungu alimshusha kwa kusudi lake. Ndio maana wakati ulipofika Yesu alisulubiwa msalabani. Damu yake ilimwagika kwa ajili yako. Damu yake ilimwagika kwa ajili yako.
kaja mwiba alikuwa kichwani mwake kwa ajili yako wewe. Yes. Alafu leo unakaa unasikia neno la Mungu. Unasema wanasema nini hao? Hivi wanaijua dunia iliyo tamu. Hebu ingia kwa Yesu uone. Kati ya hiyo dunia yako na Yesu nani aliye tamu? Haleluya. Hebu fanya kama unaingia kidogo. Alafu uone huyo dunia, Mungu wa dunia yako na Yesu wetu nani aliye mtamu? Ni nani aliye mzuri? Nani aliye mzuri? Yesu. Wewe kaa unasema mimi nikiokoka nitakuwa mlokole. Siku ile ya mwisho utajua atakueleza. Waingereza wanasema hivi, you will know you don't know. Haleluya. Yaani nasema utajua haujui. Hiyo siku ambayo unaambiwa wewe ulisikia au kusikia. Yaani wewe unajiona pale ulivyokaa sasa hivi. Utabisha nini mbele za Mungu? Neno la Mungu linasema ndio. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Ndio. Hivyo unapopumua Mungu anajua kinachoendelea ndani yako. Haleluya. Unakaa unasema yule mdada naye sijui kakosa kazi, sijui kanisani kwao hamna jambo la kufanya, sijui nyumbani kwao hamna kazi. Haleluya. Hiyo siku ndio utamwambia Mungu. Haleluya. Sisi kazi yetu ni kupanda mbe. Ndio. Nasi tushaipanda ndani yako. Haleluya. Kila mtu ataplay part yake, nasemaje? Atafanya kwa nafasi yake. Haleluya. Ndugu yangu, mkubali Yesu leo. Ndio. Upate furaha yako. Haleluya. Achana na dunia. Dunia inapita na mambo yake yote. Kwa gari zuri la kifahari, uwe handsome ulio nao, uwe beautiful girl nao, unapita. Haleluya. Biblia inasema dunia na mambo yake yote yanapita, ila Mungu hajawahi kupita. Hebu fikiria, walikuwepo watu miaka elfu na elfu huko nyuma, lakini Mungu wetu aishiwe, bado yupo, anaishi, anatuhudumia. Hivi unadhani wewe utaishi milele? Hakuna. Hivi unadhani utaishi milele? Hakuna. Labda ufe, uzaliwe mara pili, ufuke na Yesu Kristo. Lakini tofauti na hapo, yaani kama nakuona ile siku. Haleluya. Watumishi wa Mungu, hayo magari mlio nayo, hizo fedha mnazohangaika nazo, hayo mavazi mnayohangaika nayo, watu wameshavaa sana. Watu walikuwa na magari zaidi yenu, walikuwapo matajiri zaidi yenu. Wewe unakaa kabisa unasema mimi ni tajiri, una nyumba 2, una gari. Walikuwapo matajiri kama wewe, lakini walimng'ang'ana Bwana, walimpenda Mungu, walimkubali Yesu. Ndipo yoyote yakaendelea kudumu katika wao. Haleluya. Wewe kaa unajidanganya eti mganga fulani atanipa pesa, eti mganga fulani nikimuua mtoto wangu mmoja. Unajua thamani ya hiyo damu ambayo Mungu kwa siku 7 alikaa akakiumba kila kiume, akakaa akamuumba mwanadamu, akaacha muda wake kwa ajili ya huyo mwanadamu, alafu unamtoa sadaka tena kwa mizimu ya dunia hapo kwa ajili ya utajiri. Haleluya. Watumishi wa Mungu, Mungu awasaidie. Mungu atuachilie neema yake. Haleluya. Unahangaika na ulevi, siku unahama baa, kila siku unahama gesti. Wewe dada, kila siku unahama barabara, usimama kujiuza. Unapata faida gani wewe? Unapata faida gani wewe? Ujui thamani ya mwili wako ambaye Mungu aliitisha kikao kwa ajili yako. Ujui thamani yako eti